Right. Waswahili wanasema kwamba ukistaajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni, na hii imeacha watu wengi sana midomo wazi baada ya msanii wa Singeli anajiita mfalme mwenyewe Dula Makabila kushare posti ambayo alikuwa ameambatanisha picha ya picha ya Leonardo ambaye ni mchekeshaji wa stand up comedy, lakini pia na Kiredio ambaye ni content creator, akisema kwamba wawili hawa wamefungwa, mmoja wao amefungwa kiakili. Sasa ngoja nikusomee caption ambayo alikuwa ameiweka kupitia picha hizo. Right, namnukuu kama ifuatavyo: hawa kaka zangu wote wapo kwenye serious relationship, ila kuna mmoja anachomewa dawa na mwanamke wake na hajui, anajiona yupo sawa, na naomba kwenye hili tuweke utani pembeni, mchague unayehisi amefungwa kiakili na mkewe, angalau kupitia posti hii tuwe tumemsaidia. Alafu kwenye hashtag kaandika uchawi upo, na kamalizia na machaguo, na A kaanza na Kiredio na B kamalizia na Leonardo. Manake sasa kakuachia nafasi sasa wewe hapo utoe maoni yako kwamba unahisi ni yupi ambaye atakuwa anachomewa dawa na mke wake. Sasa kwa haraka sifikiri kama Dula Makabila atakuwa na utani na hawa watu wawili wa serious kiasi hicho mpaka afikia hatua ya kuzungumza mambo au allegation nzito kama hizi. Na hii hapa ni moja kwa moja, yani post ambayo alishare kupitia Instagram yake, japo nimeipata kupitia thread, though thread na Instagram ni kitu kimoja, lakini naamini ni Dula Makabila ndo amefanya hivi. Sasa comments zimekuwa nyingi sana kupitia comment sections, ambapo wengi sana wameonyesha kuto kufurahishwa na tabia hii ya Dula kufanya mambo kama ya namna hiyo. Na as we all know that kwamba Dula hapo katikati ametrend sana na interview ambayo ameifanya akisema kwamba anaamini katika imani zake za kichawi, means ushirikina, na pesa na utajiri wake ambao ameupata kupitia ushirikina. Sasa kupitia hivyo, kama anaheshimu imani za watu wengine, kulikuwa kuna haja ya kuonyesha kwamba kuna vitu anaviona kwenye ndoa ya wenzake, sababu Kiredio na mke na mwanamke wake it's like ndoa, ni kama ndoa sasa hivi. Lakini pia Leonardo pia pamoja na mke wake ni kama ndoa pia. Sasa kitendo cha yeye kuja na allegations au madai kama haya na ambayo ni very serious na kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba moja kati ya wake wa hawa wawili anamfanyia shiriki mume wake, sidhani kama ni jambo la kiungwana, na sidhani pia kama ni jambo la ambalo limekaa kisawasawa kisheria, kwa sababu naamini kama yeye anaamini katika imani zake za kichawi, lakini pia Kiredio na pamoja na Leonardo wana imani zao, na naamini wana imani zao ambapo pia wanaamini katika dini zao na misingi yao. Sasa yeye swala la kutoka moja kwa moja na kuwataki au kuposti kupitia page yake ya Instagram na kupublish vitu vya namna hiyo, na wakati huo tunayo sheria ya mtandaoni, tunayo sheria ya mitandao ambayo inaonyesha wazi kosa ambalo mtu unaweza kaingia kupitia kupublish au kutoa taarifa au kupost kitu ambacho ni cha uongo. Na kwa namna hii Dula amezungumza kitu ambacho hawezi kukithibitisha, so moja kwa moja ni uongo, na kwa mujibu wa sheria hiyo tayari Dula ametenda kosa. Lakini sijajua tukija upande wa pili, kuna utani wa hapa na pale, maybe hawa watu ni watani na alikuwa katika mode ya jokes. So sidhani kama ni something sidhani kama ni issue ya kuichukulia serious sana kiasi hicho. Naamini tu maybe Dula alikuwa anafanya jokes and stuff like that, lakini kama ni serious, hili ni kosa kisheria na Dula Makabila anaweza akajikuta yuko anapelekwa mahakamani kwa ajili ya kwenda kutolea maelezo hicho kitu ambacho amekitoa, au hayo madai ambayo ameyatoa aonyeshe ushahidi, lakini pia hatua nyingine za kisheria zifuatwe zaidi. Mimi ni the baddest boy in Baben Engine Town, Duncan 99, na hii hapa ni Landlord TV. So usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na kama bado haujatufollow kupitia page zetu za mitandao ya kijamii, unaweza ukatufollow. Mimi natumia Duncan 99, lakini pia natumia Landlord Online TV. Thank you.